Kwa jina naitwa Mustafa Isa, ni muhifadhi bahari. Ndio. Ni jambo ambalo inaweza kawa ni geni kwa watu wengi, lakini tutasema ni Marine Conservation Warden. Ni mtaalamu ambaye anahusika na uhifadhi wa rasilimali za bahari. Nipo hapa Mtwara na nafanya kazi na hifadhi ya bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya mto Ruvuma. Nimezaliwa na kukua kaskazini Arusha. Katika makuzi ni eneo ambalo nilikuwa nimezungukwa na wanyamapori na viumbe mbalimbali. Nimekuwa katika kambi ya jeshi ambayo imezungukwa na mapori. Sasa kuanzia niko mdogo nilitamani sana kuhakikisha kwamba wale wanyama kama ninavyowafurahia basi baadaye wanaendelea kuwepo katika jamii yetu. Lakini sio hicho peke yake. Pia nikiwa nakuwa wenzangu wengi walijiunga na kazi mbalimbali za kuongoza watalii. Tunasema tour guiding, wengine wakaenda kama tour operators na vitu kama hivyo. Hasa kuhakikisha kwamba hawa wenzangu wanaendelea kuwa na hizi ajira, wanaendelea kunufaika. Nikiwa mtoto kabisa nikasema mimi nitakwenda kuwahifadhi hawa viumbe. Hapo ndipo nilipoanza kuingia katika uhifadhi. Lakini baada ya kwenda chuo na kusoma zaidi, wanavyosema elimu ni bahari, na kutambua kwamba kuna bahari na kule pia kuna viumbe, ndio ikanivutia mimi kujiunga na hifadhi za bahari na maeneo tengefu na kuja kutekeleza wajibu wangu. Kazi zipo tofauti, lakini nitagawa katika makundi manne. Kwanza kabisa tunahusika na swala zima la utafiti na ufuatiliaji wa hizi rasilimali. Hizi rasilimali zinakuwa zinatumika na jamii, kwa hiyo ni lazima ikapatikana kitengo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kinafanya ufuatiliaji ili kuhakikisha kunakuwa na matumizi endelevu. Lakini hatuishii hapo. Pia tunafanya swala zima la kuhamasisha utalii, hasa utalii wa bahari, rasilimali za bahari. Tuna rasilimali nyingi mbalimbali ambazo wageni wengi huwa wanakuja kutoka nje ya nchi kuja kuzitazama. Lakini vile vile tunatoa elimu katika matumizi endelevu, kuhakikisha kwamba kizazi cha sasa hivi pamoja na kizazi cha baadaye kinanufaika na hizi rasilimali ambazo zipo katika ukanda wetu. Ni somo ambalo ni endelevu. Lilianza nyuma miaka mingi na sisi tunaendelea nalo pia. Ukweli ni kitu ambacho ni kigeni, lakini katika nchi kavu tuna hifadhi za viumbe mbalimbali. Kwa mfano wanyamapori tunawazungumzia. Lakini kwa baharini kuna viumbe pia vya bahari ambavyo vipo katika hali ya kutoweka na vile ambavyo vipo. Sasa tunachokihamasisha sisi katika hilo ni kuhakikisha kwamba vinaendelea kuwepo kwa manufaa ya sasa na baadaye pia. Hiyo ndio kazi, ndio jambo zima la kuhusiana na uhifadhi. Ukweli ni kwamba bahari ni zaidi ya vile ambavyo tunajua. Sio samaki peke yake kwa baharini. Kuna viumbe wengi sana. Kwa mfano nikizungumzia viumbe kama pweza, nikiwazungumzia ngisi, nikizungumzia nyangumi, nikizungumzia pomboo kwa lugha ya kigeni dolphin, nikiwazungumzia pia kasa. Hao wote ni baadhi ya viumbe ambao kwa wingi wao wapo katika bahari yetu. Pwani yetu kuanzia Tanga mpaka Mtwara, ukweli ni kwamba ina rasilimali nyingi ambazo jamii inazitegemea kama chakula kwa wingi, lakini haishii hapo vile vile. Huwa tunachukua rasilimali za bahari, kwa mfano tumekaa hapa kwenye hii miamba. Huwa wanachukua pia kwa ajili ya ujenzi. Lakini haishii hapo. Kuna misitu ya mikoko, nafikiri unaweza kuiona vizuri nyuma kule. Huwa inatumika na jamii kama kwa kuni, kwa ujenzi na matumizi mengineyo pia. Sasa swala la uhifadhi ni kuhakikisha kwamba haya matumizi yanaruhusiwa yaendelee, lakini kwa njia ambayo ni endelevu. Ndio maana kuna sheria na kanuni ambazo zipo kuhakikisha kwamba wewe sasa hivi watoto wako, wajukuu na vitukuu watanufaika na hizo rasilimali kama vile ambavyo unanufaika kwa wakati huu. Hiyo ndio dhima kubwa ya uhifadhi. Kubwa ni elimu na ni jambo ambalo tunalifanya kila siku. Bado jamii zetu hazijawa na uelewa wa umuhimu wa hivi viumbe. Nitatoa mfano wa kiumbe ambaye ni kasa. Tunakuwa tunapambana sana na jamii kwa kuwa wanamtumia kasa kama kitoweo. Lakini ukweli ni kwamba kasa ana thamani kubwa zaidi akiwepo baharini kuliko akiliwa. Kivipi? Kuna miamba baharini tunaita matumbawe. Kiingereza wanaita coral. Mwisho wa siku zinatengenezwa hizi coral reef. Haya matumbawe ni muhimu sana kwa ajili ya makuzi, malezi, pamoja na ni sehemu muhimu kwa ajili ya mazalia ya viumbe ambao ni samaki ambao jamii zetu inategemea. Sasa tukimuondoa huyu kiumbe kasa, matumbawe hayatakuwa na afya, kwa sababu yana jukumu kubwa kuhakikisha kwamba matumbawe yanakuwa vizuri na yanastawi. Kwa hiyo samaki wanakuwa na uwezo wa kwenda kuishi maeneo yale. Sasa tukimuondoa kasa, maana yake tutakuwa tunaondoa afya ya matumbawe yatatoweka. Na mwisho wa siku ni kwamba lile pato ambao wanategemea wananchi kupitia uvuvi
kile chakula ambao wanategemea wananchi kupitia uvuvi basi kitapotea kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutakuwa tunaenda nalo kila siku. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inatukabili sisi, hasa ya elimu kwa jamii zetu. Elimu ni jambo ambalo ni endelevu. Ndio kwa jamii ya sasa kuna ugumu, japokuwa kuna wengi ambao tayari waishaelewa. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza kutusaidia ni kuendelea kutoa elimu zaidi kwa hivi kizazi cha sasa hivi, kuanzia mashuleni kwenda mpaka vyuoni, kuhakikisha kwamba watu wanapata uelewa na wanakuwa na uwezo wa kuhifadhi hivi viumbe. Familia zao ambazo zinawategemea wao pia, lakini familia pia zikatanuka zaidi. Kuna watu wengi ambao wanategemea hii bahari kwa sababu mnyororo wa faida za kukutana na bahari ni nyingi. Tuanze na mvuvi, kuja na mchuuzi, kuja na wasafirishaji, lakini pia serikali inapata pato pale. Kwa hiyo tunahifadhi sio kwa kuzuia matumizi, hapana. Kuna njia mbadala ambazo tunawawezesha wavuvi waweze kuendelea na kunufaika ya kupata kipato. Kwa mfano rahisi ni matumizi ya zana ambazo tunasema ni zana halali au zana salama au zana endelevu. Kutokutumia majuya, tunaita vitu kama tandilo, kutokutumia zana ambazo ni haribifu. Sababu kuna nyapo ambazo ukiziweka baharini ukazivuta zinaondoka na yale matumbawe ambayo ni mazalia ya samaki kama nilivyosema. Kwa hiyo kuna hiyo elimu ya kuwajulisha zana bora kwa ajili ya uvuvi, lakini pia ukija kwenye hifadhi zetu tumetenga kanda. Kuna kanda zile ambazo ni muhimu. Hizi ni kanda, ni sehemu za mazalia, ni sehemu ambazo samaki wanazaliana. Hizi kuna zana pia ambazo tunaruhusiwa kwenda kuvua maeneo hayo. Mfano mzuri ni kutumia mdeki au kutumia madema. Wazungu wanasema basket trap. Pia kuna maeneo ambayo ni ya matumizi ya jumla. Huko ndo naruhusiwa kwenda kuvua, manake samaki wamezaliwa kwenye matumbawe, wamekuwa, wamesambaa, sasa wao wanaenda kuwavua kwenye maeneo ambayo ni salama na ni endelevu zaidi kwa kizazi cha sasa hivi na baadaye. Ninachokifanya kinaitwa co-management. Manake ni usimamizi shirikishi. Shughuli hizi niseme hifadhi kama hifadhi peke yake ni ngumu ikazitekeleza kwa ufanisi. Kwa hiyo tumekuwa tuna wanajamii ambao tunashirikiana moja kwa moja katika swala la uhifadhi. Hapa nazungumzia kamati za hifadhi. Katika kila kijiji ndani ya hifadhi kuna hii kamati ambayo inaundwa na watu 12 ambao wenyewe tunasaidiana nao katika kuchukua hizi takwimu, katika mambo ya ufuatiliaji, lakini pia kwenye kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Lakini sio hapo tu, wenyewe pia tunawapatia elimu waende kwa jamii wakapeleke hiyo elimu ya uhifadhi na umuhimu wa shughuli hii ya uhifadhi.